violate rights za watu, not even the constitution of Kenya. It was beyond violating constitution of this nation. Sasa ile kitu yenye tunashindwa ni hii. Koti zishatuambia kuwa hizo venye walipiga watu wakifanya demonstration, venye walikuwa na abduct watu ni makosa. Watafanyiwa nini? And that's why sisi kama wanabunge tulishikana tukaenda Tanzania kushtaki serikali ndio waweze kulipa wale watu wenye walikuwa napigwa, wale watu wenye walibomolewa manyumba na wale watu wenye waliuliwa. Lakini Tanzania wakatuambia kuna backload. Unajua East Africa tunaongea language the same. Kuna siku nimeenda huko nikasikia prosecutor ako hapa Kenya na amekaa Kenya wiki. Kenya waliongea sijui. So hadi wa leo kesi yenye iko na certificate of urgency bado haina date. Na kuna majaji wenye tunalipa. Unajua East African Court hata Kenya huwa inalipa hao majudges. What does happen? Kila country huwa inatoa judges wangapi? Wawili. Kila country inatoa judges wawili. Hadi Congo ilijoin na South Sudan walijoin. So I was expecting juu countries zimekuwa mingi na issue ya human rights haiko tu Kenya peke yake. Iko Congo, iko Somalia, iko Ethiopia na iko kila mahali. Ni issue yenye itaatendiwa haraka ndio judges waonyeshane Kenya kama example. Lakini sasa leo kitu imefanyika, wametuongezea evidence. Ndio sasa zenye tutakuwa tunaenda Hague, tukuwa na evidence enough ya kuprovia koti kwa zile vitu zenye zinaendelea Kenya ziko beyond constitution ya Kenya na zina violate human rights. Mambo ya human rights. Tukiendelea mbele, wenye wana support serikali ni sawa na wenye wanapiga serikali ni sawa. Hii bunge ni place ya kila mtu kuja kujiexpress. Mradi tu unaongelelea venye hii Kenya inaweza enda mbele na pia unaongelelea pahali popote penye pako na violation. Kwa hizi vitu zote tunaona President Ruto ashaingia kwa gari juu. Ashaanza kukampeni mambo ya 2027. Na tuliona juzi akijibu Kiberenge, jana akijibu Kiberenge akimwambia mambo ya 2027 na achane nayo. Na mambo ya one time achane nayo. Mimi swali yenye nauliza ni kwa hii system hakuna kitu ina work saa hii. Tukianza kwa mambo ya education, tukienda kwa mambo ya health, tukianza kwa mambo ya chakula. And I want to tell you one thing today, nyinyi wanabunge. By mwezi wa 5 mwezi wa 6, hapa hakutakuwa na space ya watu kukaa. Mimi sijaona mahali government inaongelelea mambo ya chakula, mambo ya food security. Kibaki alijaribu kaanzisha kulano irrigation scheme. Kuna ingine ilikuwa imepelekwa ya kulima nini na huko kwa Wajaluo ya kulima mchele. Uhuru alijaribu akaenda na huku na huku nini na huku Kilifi na huku Mwea, na kitu najaribu kusema mambo ya food security hakuna, iko nil. It means by mwezi wa 6 hii bunge itakuwa inajaa na mtakuwa mnaongelelea sasa mambo ya chakula. Hata hakuna mwenye atakuwa nafikiria mambo ya education, hakuna mwenye atakuwa nafikiria mambo ya health, na hakuna mwenye atakuwa nafikiria mambo ya manyumba. Ile issue yenye mtakuwa mnaongelelea zaidi ni mambo ya food. And we are saying this. Sasa yenye tunaongelelea mambo ya third liberation of this nation, mambo ya social and economic justice, lazima ianzie hapa bunge. Na ndio maana mmesikia Masiga amewaambia hivi, hii Kenya hatuwezi ibadilisha na mdomo, na hatuwezi ibadilisha na hasira. Tutaibadilisha na vitendo. Na the only way tunaweza ibadilisha, sisi wote tunaadmit hapa kuwa wale watu wenye huwa wanachaguliwa ni matumbocrats. And that's why wakiingia pale kwa system, wanaingianga wanaanza kutuibia resources zetu. Nimesema hapa more than a million times kuwa serikali ni mtu kama Hagai walikaa chini, yeye kama mvuvi wa samaki, mwingine kama mkulima, mwingine kama mtu mwenye huwa analisha, wakakaa chini wakasema juu sisi tunakuanga busy, tunaweza jiorganize aje. Na ndio idea kutengeneza serikali ikatokea hapo. Ndio wakaambiana wale watu werevu wenye hawana kazi ya kufanya,
tutakuwa tunachangana kidogo kidogo, tunawapa ndio waweze kutuorganize. Na sasa wenye wanatuorganize, hii pesa yetu yenye tunatoa ikuwe ikifanya nini? Ikitushughulikia sisi. So the government was not made for the people to cry. The government was made for the people to enjoy the resources of the tax they are paying to that government. So right now, Kenya, hata watu wanaongelelea mambo ya overtaxation. Kila siku, tukianzia tu hapa Nairobi, utasikia tax yenye huwa inakolektiwa ni more than 5 million. Lakini mkiangalia reward ya hizo tax, wanatuambianga sijui mambo ya fuel levy, sijui barabara. Wanatuambia sijui mambo ya manyumba. Wanatuambia sijui mambo ya nini. Sisi tunawaambia hivi, hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutaki kuachiwa Kenya yenye haina kitu. And that's why tunazunguka Kenya mzima tukishikanisha bunge. Ndio wale watu wenye wako na like-minded mind like ours, kama bunge la mwananchi la hapa, tunawaomba tushikane sisi wote. Ndio watu sasa wenye mnasema sijui one term, hamwezi ongelelea one term bila vitendo. Na mwezi ongelelea one term kama hamko organized. Those people who have gone to school and read their books, they always read. Those people who have never gone to school, hamko hapa juu mjasoma, mko hapa juu mmesoma. Hamko hapa juu hamna kazi ya kufanya. Mko hapa juu mnataka Kenya isonge mbele na Kenya ikuwe conducive kwa kila mtu. Hamko hapa juu hamna amfikiri ama mko idol. Mko hapa ndio zile miaka za kale zenye zinakuja. Ukiulizwa na mtoto wako kitu ulifanya, utasema kuna mahali ulichangia ndio mtoto wako aweze kwenda shule na aweze kutibiwa. So wanabunge nawaambieni hivi, on Sunday tutakuwa tunaenda Mathare kufungua bunge ya nini? Ya Mathare. Watu wa Kilifi wanalia pia huko, wanasema lazima tufungue bunge huko. Kajiado pia. So speaker uko na kazi mingi sana ya kufanya. Na tunawaambia hivi, wale watu ambao wenye wanataka kusimama kwa hii election yenye inakuja, lazima tushikane sisi wote saa hii. Watu wangapi wanataka kusimama mwanzo? Mimi ni Senator Busia na ngangana na ukiomta. Simama tu. Simama tu. Just stand. Just stand for 1 minute. Nani anataka kusimama? Senator Busia na ngangana na ukiomta. Hata kama unataka kusimama kwa kitanda, simama tu. Hautaanguka. Senator Busia. Wanabunge hoya. Wanabunge hoya. Senator Busia. Wanabunge hoya. Wanabunge hoya. The reason why nimewaambia wasimame because of one thing. Saizi kila mtu amesoma. Sio kama kitambo, sasa zenye tulikuwa tunadanganywa na 100 ndio mchague watu. Saizi wale mayouth wenye watakuwa wanachaguana juu ya ideologies. Hauwezi niambia akili yangu ni akili ya rafiki yangu hapa. Na huwezi sema akili yake ni akili yako. Lazima sisi kama watu wenye wanasimama tuungane sisi wote. Na tukuange na mikutano za kuangalia venye tutasongesha hii Kenya yote. Na hii Kenya za whole mbele. Asanteni sana. So one of the reasons why tunazunguka bunge, tunataka kushikanisha hizi bunge zote Kenya mzima. Na saa zenye tutakuwa tunashikanisha bunge zote Kenya mzima, kila Thursday as an official day ya bunge, tutakuwa tunaongea language moja Kenya mzima. Tukisema tuongelelea mambo ya education, Kenya mzima inakuwa tunaongelelea mambo ya education. Ikisema Kenya tunaongelelea mambo ya health, Kenya mzima inakuwa inaongelelea mambo ya health. And that's why naambia Hagai ako na kazi mingi sana ya kufanya. Kazi ya kumake sure kila kitu inaenda sambamba na inaendelea venye bunge inatakikana. So nyinyi kama mnataka kupiga siasa za Raila, endeleeni nazo. Kama mnataka kupiga siasa za Ruto, endeleeni nazo. Lakini ukiingia kwa nyumba mtoto wako siku moja atakuuliza, ulifanya nini? Ndio hii Kenya tuweze kusongesha mbele venye watu wengine wanasongesha. Na nataka niwaambieni hivi leo. Tukirudi nyuma 1970s na 80s,
Ushaikaa mahali ukaulizwa baba yako alikuwa anafanya nini? Sasa nye Kenyatta anaibia Kenya. Sio swali inakuwa kila mahali. Wanafanyanga tukae ni kama sisi wazazi wetu walikuanga wajinga. Wanafanyanga tukae ni kama wazazi wetu hawakuwa wanafikiria. Wanafanyanga tukae ni kama hatukusoma. And that's why unapata hii Nairobi wale watu wenye wako na pesa nyingi hata hawakuwahi kanyaga shule. Kwa sababu walitengeneza system ya kujifaidi. And that's why sisi kama wanabunge lazima tufikirie ile system yenye itakuwa na manufaa kwa youth, kwa watoto, kwa mama na kwa watu wazee. Kwa hii serikali, ripoti ya 2018 ilisema kila Mkenya ukiingia kwa mambo ya nyumba, kila Mkenya anapaswa kuishi kwa nyumba ya 2 bedroom house. Niwaulizeni nyinyi wa Kenya, tuko na nyinyi hapa, ni watu wangapi wanaishi kwa nyumba ya bedroom 2 hapa? Ukihesabu utapata ni watu kama 10. Lakini kulingana na zile tax zenye wanabunge hoya, wanabunge hoya, lakini kulingana na zile tax zenye huwa mnapatia serikali, kila mtu anapaswa kuishi kwa nyumba ya bedroom 2. Mambo ya stima, Kenya hapa tu Ngong, Kenya inatoa stima mingi sana, lakini unasikia Wakenya wakilia mambo ya stima na mambo ya tokens. And that's why sisi kama wanabunge lazima tukae chini tuangalie venye tutasongesha hii Kenya mbele ikuwa ya manufaa kwa kila mtu. Hii siasa ya nani 2027, nani 2032, nani 2050 tuachane nayo. We must focus on how we can liberate this country for the next like 50 years. Kukuwe hakuna mtu mwenye atai kufa juu ya njaa, na hakuna mtu mwenye atai kufa juu ya kukosa health, na hakuna mtu mwenye atai teseka juu ya kutoenda shule. We must rethink and rethink about ourselves. We are not idle. We are not idle. It's only that we know that this country is heading towards the wrong direction. And it is our time to fix it. So, venye tulianzisha historia ya kuzunguka bunge zingine, nilikuja nikasimama hapa, nikawaomba watu wenye tuwazunguka nao. On Saturday, tutakuwa tunaenda bunge ya AA. This Saturday. So, mimi nawaomba wanabunge, venye tu mlinipatia watu wa kuenda nao Jacaranda, ndio nimekuja kwa unyenyekevu kuwaomba wale watu wenye nitaenda nao bunge ya AA on Saturday, na kuwaomba wale watu wenye tutafungua nao bunge ya Mathare. After Mathare tutaenda bunge ya Kibira. Pia naomba wale watu wenye tutatembea nao ndio next week on Tuesday tukuje hapa tupatiane ripoti, na wenye tutatembea nao wapatiane ripoti, ndio tuendelee kushikanisha bunge kabla wanabunge waamue venye Kenya itasonga mbele. Sahi wanabunge hoya, wanabunge hoya. Sahi Kenya ni kama mti ya matunda yenye imeoza yote za whole, na tuwezi ikata juu tunataka hiyo matunda itu benefit next season. Ukweli uongo? Nataka nirudie. Sahi Kenya ni kama mti ya matunda yenye imeoza, matunda zote za mti zimeoza, lakini mnajua kuna next season. So hatuwezi kata hii mti juu tunaitegemea next season tupate hayo matunda. So tunasema hivi, sasa zenye tunafikiria mambo ya hii liberation, lazima tushikane sisi wote, na lazima tufikirie ile kitu yenye tutafanya ndio tulete healing kwa hii nation. Sasa zenye kina Raila na kina Orengo, sasa zenye kina Nyang'nyong'o walishikana ma 1990s ndio waleta mambo ya multi-party democracy, walikuwa vijana. Na achani niwaambie kitu by the way. Najua kuna mtu amesema hapa politicians the same. Niwaulizeni kama mnakumbuka 2002 si group yenye inaruli Kenya opposition na government, si hao walikuwa pamoja 202. Kwani ODM ilikuwa ya kina nani? Si group yote ilikuwa moja ama?
Hadi Kalonzo mwenye anajifanya opposition. Sasa zenye tulipiga Kalonzo hapa 2 weeks ago. Tukakuja hapa tukampiga tukisema hizo mikutano zake za usiku achane nazo. Tukatoka hapa tukaenda Jacaranda. Tukasema mikutano za usiku achane nazo. Aende kotini ya withdraw hiyo kesi yenye imekataza ABC ifomiwe. Ali withdraw mark withdraw. Na nikisema hapa Kalonzo wako kwa serikali wanapatananga na president usiku, nimekosea wapi? Na kama wanabunge tu kusema hapa, si hata sasa hivi mngekuwa mnalia ABC. Hata sasa hivi mngekuwa mnalia ABC. Lakini sasa hivi wimbo ya ABC imeisha. So tunataka hiyo ABC kuja venye wamejipanga hivyo. So tukimaliza kuzunguka Kenya mzima kama wanabunge, nyinyi ndio mtaamua ile direction yenye Kenya itapita. Mkiamua tuokonje 2027 ni nyinyi ndio mtaamua. Mkiamua tuende referendum tungoya wazee mara moja, nyinyi ndio mtaamua. So kitu tufanye ni tukae chini. Wale watu wenye wako na ideas, walete hizo ideas zao zote, ndio tukae chini tulete healing ya hii nation once and for all. Na sasa yenye mnaleta hizo ideas, lazima tulete ile healing yenye haitaitusumbua for the next like 50 years. Hatutaki after 5 years ama 10 years tunaanza kusema sijui mtoto fulani hajaenda shule juu ya school fees. Sijui mtu fulani hajatibiwa juu ya shina sha. Sijui mtu fulani hana kwa kulala. Na achani niwaambie new members. Ni watu wangapi hapa wamekaa hapa more than 5 years? Unajua nyinyi mnaona tu Jivanji saa hii. Before Kidero, hii Jivanji yote hii fence ilikuwa inakaa msituni. Ganga anaweza testify hiyo na Kiberenge. Hizi makona zenye mnaona zilikuanga nyumba za watu za kulala. Nataka nirudie. Before Kidero, hii fence ilikuanga ni kama msituni. Watu walikuwa nalalanga huku ndani. Bunge ilikuanga pale. Ilikuanga ni nyumba ya watu. So sasa zenye tunaongelelea mambo ya manyumba, it is a very sensitive point. Sasa zenye naongelelea mambo ya liberation, it's a very factual point. Msijidharau. Hatuhitaji pesa. Tunahitaji kushikana tuende mbele pamoja. Tunahitaji kushikana tukuleta ideas zenye zitamobilize watu. Kwani sasa zenye unaenda kuchaguliwa ama kuchaguana, unaenda na pesa ngapi? Si hakuna. Sasa zenye hizo unaenda kuchaguana unaenda na pesa ngapi? Si hakuna. So what we need is to bring people together so that we can move together. Na time imeenda, so we agree on one thing. Bunge ya kesho Hagai, mjue venye mtachagua watu wenye tutaenda nao Saturday. Watu wenye tutaenda nao tutaenda saa 9. Si ndio? Saa 8. Tutaenda bunge ya saa 8. Alafu Sunday tunaenda kufungua bunge Mathare. Tukitoka Mathare tunaenda Kibira. So nyinyi mtachagua wale watu wenye tutaenda na wanabunge hoya. Wanabunge hoya. Alafu nikimalizia, msianze kusema ati sijui Frank anapiga government ama Raila or something sort of. Wanabunge ni wanabunge wa ideologies. The fact that mimi siendanishi na ideologies zako ama Hagai aendanishi na ideologies zangu doesn't mean hatuwezi kaa chini tujue venye tutasongesha Kenya pamoja. The reason is to why nasema watu lazima wakae chini ni ndio sema kama Kiberenge ana support Kalonzo, kama Hagai ana support government, kama rafiki yangu hapa ana support Raila, tunaweka Uraila kando, tunaweka Ukalonzo kando, tunaleta akili zetu pamoja ndio tusangeshe Kenya mbele pamoja. So hawa watu wenye wanaongelelea, nimesikia hawa watu wenye wanaongelelea sijui bunge itakuwa ya Raila, sijui bunge itakuwa ya URP, sijui bunge itakuwa ya nini. Mimi sikatai, mnaweza ifanya venye mnataka, lakini as long as tutakuwa na healing kwa hii nation, as long as ile serikali yenye itafuata italeta ideas na ideologies zenye zitasaidia wa Kenya, huko ndio tutapitia. Lakini so far by now tumeona wamefail. Najua wamefail
Kenya mzima wa Kenya wanatutegemea sisi. And that's why CS wa Treasury alikuja kwa mawe ndio asikiza wanabunge wanasema nini. Saizi simu zimekuwa mingi. Transport, Mr. Chirchir anataka kuja hapa kwa mawe. Murkomen anataka kuja kwa mawe. Agriculture wanataka kuja kwa mawe. So it means sasa nye watu wanawadharau juu mmekaa kwa mawe. Jueni wanawadharau juu nyinyi hamjavaa suti. Lakini kwa ubongo mnao brains kualiko. Na ndio maana wanakuja hapa kutafuta idea zenyu juu nyinyi mko na akili kualiko. So mnafaa mjipigie makofi na mshukuru Mungu kwa sababu na wakuja na pesa. Akili Wameiba fresh sana. Ni sawa. Wanabunge hoya. Achani tumalizie hapo. Mungu abariki. Na ndio maana nimesema mti ya maembe imeoza yote. Na tutakata maembe. Kitu tutafanya tutaflaki hizo maembe. Tuogonjea nini? Next season. Sawa. Asanteni sana. Sawa.